Kijana mmoja zamani, enzi hizo za karne ya kwanza. Nimesema karne ya ngapi? Nimesema karne ya ngapi? Enzi za karne ya kwanza, enzi za karne ya kwanza palikuwa na uhuru wa kuwa watumwa. Fundi mitambo, nihakikishie kama hii ulionipa ndio sahihi. Ni ile ya kwanza. Bwana asifiwe. Leo tuna familia ambazo zina ma house boy na house girls, ndio jamani. Sasa wakati wa karne ya kwanza ilikuwa wanaitwa watumwa, na serikali ya Kirumi wakati huo haikuwa inamthamini mtumwa. Mtumwa alionekana tu kama bidhaa, na wakati mwingine bosi ama yule mwenye nyumba ama tajiri angechagua kumuua mtumwa kama atamuudhi sana, na sheria ya nchi isingemlaumu bosi. Angejieleza tu kwamba ninamuua kwa sababu sikuona kama ni mtu sana, angehatarisha maisha yangu, kwa hiyo nimeamua kumuua. Kwa hiyo hata mahakama ingesema kumbe basi nendeni, kesi imefanya nini? Kwa hiyo mtumwa hakuwa na lolote jema. Baadhi ya Wakristo walikuwa wanamiliki watumwa vile vile, na Paulo akawa ametoa maelekezo kidogo kwa watumwa, kwa mabosi wanaomiliki watumwa ambao wanamjua Mungu. Akawaelekeza mambo machache kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3. Natoa utangulizi kidogo. Wakolosai sura ya 3. Kolosai 3 ile fungu la 23, alianza kuongea na wale watumwa, akawaambia lolote mnalolifanya mlifanye kwa moyo. Lakini mwisho akawaambia wale matajiri wanaomiliki watumwa, akawaambia, na ninyi kina bwana, wapeni watumwa wenu yaliyo haki na ya adili, mkijua ya kuwa ninyi nanyi na Bwana mbinguni. Bwana asifiwe sana. Wanaonielewa nipungie mkono. Wanaonielewa nipungie mkono. Haleluya. Kwa hiyo kwenye familia moja ilikuwa ni ya wacha Mungu, na tajiri wa ile familia alikuwa anaitwa Filemoni. Usemeni Filemoni. Yule ndiye alikuwa tajiri kwenye ile familia, na yule kijana mmoja alikuwa mtumwa kwenye ile familia ya tajiri aliyeitwa Filemoni. Huyo kijana aliitwa Onesimo. Hebu semeni Onesimo. Onesimo. Tajiri anaitwa nani? Tajiri anaitwa nani? Filemoni. Na huyu mtumwa alikuwa anaitwa nani? Onesimo. Sasa Filemoni alikuwa moja kati ya matajiri wakubwa kwenye mji uliokuwa unaitwa Kolosai. Mji unaitwa nini? Kolosai. Na alimpenda sana huyu mtumwa wake. Na kwa nini alimpenda? Kwa sababu Paulo aliwahi kufundisha akasema, wale matajiri wa Kikristo wawapende watumwa wao. Kwa hiyo Onesimo alipata kila
kitu alichokitaka. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nimesema alipata kila alichokitaka. Sasa mimi nikitaja, nyie mnasema anapata. Sawa jamani? Akitaka nguo mpya, akitaka kuongezewa mshahara, akitaka matibabu, akitaka raha, alipewa kila alichotaka. Kila alichotaka. Chochote ambacho Onesimo angetaka alipewa. Alipewa chochote alichotaka. Tajiri yule Filemoni alikuwa ametoa eneo lake pale nyumbani. Matajiri zamani, unajua ya makanisa hayakuwa yanajengwa wakati wa Yesu, kwa sababu serikali ya Kirumi ilizuia Ukristo kuenea. Mkijenga kanisa mnamalizwa. Kwa hiyo walikuwa wanakusanyika kwenye nyumba za watu wenye fedha, ambao wana kiwanja nyumbani au sebure ni kubwa. Kwa hiyo nyumbani kwa tajiri Filemoni palikuwa na kanisa. Halo, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ibada zilikuwa zinaendelea. Na Onesimo alikuwa mtoto mzuri nyumbani kwa Filemoni. Nyumbani kwa Filemoni. Sasa siku zilivyoenda, Onesimo akaanza kuangalia hela ya Filemoni. Akasema, huyu jamaa anafaidi sana. Huyu jamaa anafanya nini? Anafaidi sana. Hivi na mimi kweli nitafanyeje ili na mimi niwe bosi kama yeye? Wanaonielewa nipungie mkono. Anataka kuwa bosi kama Filemoni. Alafu wazo likamwijia. Solution ni hii tu. Solution ni hii. Ni kumuibia huyu jamaa. Ni kufanya nini? Ni kuiba. Alafu nikiiba nitaangalia mahali pa kukimbilia. Na mahali pazuri pa kukimbilia, hapo anapanga plan, ni kwenye mji wa Rumi. Kwa nini? Una watu wengi. Kwa hiyo hata nikijificha siwezi nikaonekana. Huyu ambaye anapewa kila kitu, hata akiamka tu asubuhi akasema mimi naomba uniongezee mshahara, Filemoni hakuwa na shida, maana alimpenda Onesimo. Maana ya jina Onesimo ni Yusuf, kitu cha thamani. Kitu cha nini? Cha thamani. Biblia takatifu inasema mini kisa kinaeleza kwamba bwana Onesimo akaamua kuiba. Kaangalia kama ni madhahabu mle ndani. Yule jamaa alikuwa ni tajiri bwana. Alikuwa ni tajiri kweli kweli. Tajiri aliyebarikiwa. Kwa hiyo Onesimo akaangalia wakati ambako mazingira yanamruhusu kuiba. Akaiba na akakimbia, akaondoka. Sasa wakati ule wa karne ya kwanza, zifuatazo zilikuwa ni adhabu za mtumwa aliyetoroka na kuiba. Moja ni kuchapwa viboko akiwa uchi. Tena sio viboko vya hivi hivi, ni viboko. Unajua huu ni utawala wa Kirumi na silaha zao kubwa zilikuwa ni chuma. Hata mijeredi aliyochapwa Yesu ilikuwa na asili ya chuma. Kwa sababu si mmesoma ile sanamu tulifundishwa kwenye unabii, miguu ilikuwa ni ya nini? Ya chuma. Ile ni Roman Empire. Vifaa vyao vingi vilikuwa vya chuma. Kwa hiyo mtumwa aliyetoroka angetandikwa mijeredi ya chuma. Hiyo ni adhabu ya kwanza. Adhabu ya pili, mtumwa aliyetoroka. Kingechukuliwa chuma, Warumi na vyuma, kingechukuliwa chuma kikawekwa kwenye moto. Kikisha chemka kabisa
ndipo anachorwa mwili mzima sasa, kuanzia usoni. Anachorwa maalama ya mwizi anachorwa maalama kwenye mwili wake. Na kama aliiba vitu vingi, akifanyiwa hayo, viboko amechapwa, alama amechorwa, mwisho alikuwa anasulubishwa mpaka afe. Kwa hiyo Onesimo akaiba, akawa ni mtumwa aliyetoroka. Yule msomaji wangu wa Biblia ameshapewa maiki, akae kwenye position ambayo haitaingiliana maiki yake na ya kwangu kwa kutoa sauti. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akatoroka. Anapotoroka anakimbia. Alipokwenda Rumi, wapendwa, Rumi haina huruma. Baadaye utanielewa. Rumi haina nini? Akapata marafiki, ile fedha akatumia. Alipotumia ile fedha ikaisha. Hakuna cha maana alichofanya. Fedha ya kuiba haikai. Haikai. Marafiki zake waliokuwa naye kule Rumi wakamwacha. Ndio tabia ya shetani, anakutumia halafu baadaye anakuacha, anakaa pembeni, anakucheka, anakuingiza kwenye dhambi, unafanya dhambi, unakuwa kama mwenye furaha kwa muda, baadaye anakaa pembeni, anakucheka na kukuzomea. Kwa hiyo Onesimo akiwa ametumia vyote, marafiki zake wamemwacha, ndipo baadaye anagundua kwamba yule mhubiri maarufu aitwaye Paulo yupo kwenye gereza la Rumi. Kati ule gerezani, Paulo alikuwa anaruhusiwa, ukisoma vizuri kitabu cha Matendo, aliruhusiwa kuwa anaendelea kukutana na watu akiwa gerezani, si ndio? Kwa hiyo Paulo, watu walikuwa wanamtembelea. This time Onesimo akasema, acha niende kwa Paulo angalau nikasikie chochote atakachoniambia. Akafika pale gerezani. Akafika pale gerezani. Alipofika akakutana na Paulo. Paulo akaongea naye, akamweleza habari nyingi za Yesu. Paulo alikuwa akikutana na mtu haachi nafasi, lazima mwambie habari za Yesu. Alipokwisha kumwambia hizo habari za Yesu, Paulo akamwangalia tu usoni Onesimo, akaona bado ana shida. Akamuuliza, kwani shida yako ni nini? Mbona habari ninazokupa inaonekana bado una shida? Onesimo akasema ukweli. Kule Tanzania tunasema akafunguka. Nyie mnasema ni hivyo hivyo? Akafanya nini? Akabuha roho, akafungua roho. Hiyo nayo ni ya huku. Akafungua nini? Roho. Akamwambia Paulo, acha nikwambie ukweli, mimi ni mtumwa niliyetoroka. Paulo akasema, ni mtumwa uliyetoroka? Sema ndio. Ulikuwa wapi? Akaeleza, akasema, mimi nimetokea kwenye mji wa Kolosai. Nimesema mji gani? Wa Kolosai. Umeiba nini? Akaeleza alivyoiba. Machozi yanatoka kwenye macho yake, analia, hajui atafanya nini. Na akamwambia, unavyoniona hivi, mimi ni mtumwa niliyetoroka, na adhabu ya mtumwa aliyetoroka ninajua: viboko nikiwa uchi, alama kwa chuma, na kwa sababu mimi niliiba vitu vingi, ninapaswa kufa. Paulo akamtazama Onesimo katika macho yake, akamwambia, pole sana kijana wangu, naomba niambie ukweli. Huko Kolosai uliiba kwa nani?
Halo, unajua kumwambia mtu ukweli umeiba kwa nani inaweza kuwa kakusaidia kukupeleka huko, ni kazi. Halo. Hey. Filemoni Onesimo akawa kama hataki kusema, anaogopa, lakini napiga picha mwenyewe. Mwishoni anamwambia kwamba naomba nihakikishie kwamba nitakuwa salama, utanitunzia siri, naomba niambie ukweli. Paulo akamwambia usiogope, niambie umeiba kwa nani? Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Ndipo akamwambia, mimi nilikuwa mtumwa wa bosi wangu anayeitwa nani kanisa? Filemoni. Paulo akapiga kelele akasema, huyo Filemoni namfahamu. Aliposikia hivyo Onesimo akalia zaidi, anamwambia, sasa kama unamfahamu nitunzie siri. Paulo akamwambia, nitakusaidia. Hiyo mngesema amina. Haleluya. Akamwambia nitakusaidia. Haleluya. Akamwambia nitamwandikia Filemoni barua, na hiyo barua iliyoandikwa ndio kale ka kitabu ka kwenye Biblia mnakajua kanaitwa Filemoni. Kale ka kitabu ka Filemoni kale, unajua leo tutakasoma tu kote ni kafupi, maana nimegundua hapa kuna watu ukiwauliza umesoma kitabu cha Mwanzo kakimaliza, watakwambia hamna. Kutoka hamna. Maraki hawana hata kitabu kimoja walichomaliza. Leo Bwana amenipa nikusomee kimoja kiishe. Haleluya. Na utaelewa kwa jina la Bwana. Sasa msomaji wangu, hebu fungua kitabu cha Filemoni. Hiyo ndio barua ambayo Onesimo anapewa apeleke kwa Filemoni. Sasa ni wale mliosoma primary school na secondary school, si mnakumbuka zile barua za kirafiki? Si mnakumbuka? Inaanza na nini kule upande wa kulia? Anwani ya nani? Ya mwandishi? Au niye mko mnakaa viti vya nyuma darasani? Inaanza anwani ya nani? Mwandishi, si ndio? Alafu baadaye inakuja anwani ya mwandikio. Baadaye inakuja kichwa cha nini? Cha habari. Alafu baadaye unakuja kiini cha barua, si ndio? Alafu mwisho huku ni jina la mwandishi na vitu kama hivyo, si ndio? Sasa hii barua ya Filemoni imefuata hizo taratibu zote. Hebu twende msomaji. Paulo, mfungwa wa Kristo Yesu. Hiyo ni anwani ya mwandishi. Jamani, haleluya. Anaitwa nani? Paulo, mfungwa wa Kristo Yesu. Na yuko na nani? Twende. Na Timotheo aliye ndugu yetu. Ndio. Kwa Filemoni mpendwa wetu. Sasa hiyo ni anwani ya mwandikiwa. Kwa Filemoni mpendwa wetu. Twende msomaji. Mtenda kazi pamoja nasi. Tenda kazi pamoja nasi. Kwa Afia ndugu yetu. Na kwa Afia, huyo ni mke wa Filemoni. Msomaji twende tafadhali. Na kwa Akripo amskari wetu. Akripo ni kijana wa Filemoni. Twende msomaji. Na kwa kanisa lililo katika nyumba yako. Kwa nini ana adresi mpaka kwa kanisa? Naomba nisikilize. Onesimo alipoiba, matangazo yalienda mpaka kwenye church board. Halo? Maana kanisa lilikuwa wapi? Nyumbani. Na Onesimo kila siku alikuwa mtumishi wapi? Nyumbani na kanisani. Kwa hiyo alipoiba akakimbia, washiriki wakaanza kuuliza, kwani Onesimo yuko wapi? Ikabidi wazee wapeleke matangazo kanisani. Tangazo namba 5. Kijana wetu Onesimo ameiba, ametoroka. Kwa hiyo ni mmoja wa watumwa waliotoroka. Hiyo tangazo ilienda kwa church board, ikaenda kwa church business meeting, na ikawa matangazo kila Sabato. Yeyote atakayemuona atoe taarifa. Kwa hiyo unapomsaidia huyu bwana Onesimo, lazima ile barua iende mpaka kwa kanisa. Bwana asifiwe sana. Wanaonielewa nipungie mkono. Haleluya kanisa. Twende msomaji.
Na neema iwe kwenu. Neema iwe kwenu. Na amani zitokazo kwa Mungu. Amani za Mungu Baba yetu. Hizo zote ni salamu za kwanza. Twende mfano. Na kwa Bwana Yesu Kristo. Na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu wangu siku zote. Namshukuru Mungu wangu siku zote. Nikikukumbuka katika maombi yangu. Anamwambia, anamkumbuka kwenye maombi. Nikisikia habari za upendo wako na amani iliyo ndani nayo kwa Bwana wetu. Si unakumbuka kwenye barua hiyo inaitwa salamu za awali salamu za nini? Za awali kwenye barua. Twende. Yesu kwa watakatifu wote. Twende msomaji. Ili kwamba ushirika na imani yako ifanywe kazi yake. Ndiyo. Katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Ndiyo. Maana nilikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako. Hiyo ndiyo barua. Twende. Na kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe ndugu yangu. Twende na barua hiyo. Kwa hiyo njapokuwa nina ujasiri katika Kristo. Ndiyo. Kukuagiza likupasalo. Lakini kwa ajili ya upendo na kusihi. Sasa hicho ni kiini cha barua. Halo? Maana baada ya salamu za awali inakuja kiini cha barua. Twende msomaji. Kwa kuwa ni kama nilivyo Paulo mzee. Kama nilivyo Paulo mzee. Na sasa mfungwa wa Kristo pia. Ndiyo. Na kusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa. Na kusihi, neno la Kiyunani parakareo. Ninakusihi. Twende msomaji. Kwa mtoto wangu niliyemzaa katika vifungu vyangu. Kwa mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu. Yaani Onesimo. Yaani Onesimo. Ile barua inalenga kumtambulisha upya Onesimo kwa Filemoni. Twende msomaji. Ambaye zamani alikuwa hakufai. Zamani alikuwa hakufai. Bali sasa anakufaa sana. Bali sasa anakufaa sana. Wewe na mimi pia. Wewe na mimi pia. Nilimtuma kwako. Namtuma kwako. Yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe. Maana ni moyo wangu kabisa. Maana ni moyo wangu kabisa. Ambaye mimi nilitaka akae kwangu. Na kwa jinsi alivyo sasa natamani akae kwangu. Apata kunitumikia badala yako katika vifungu vya Injili. Ndiyo msomaji. Lakini sikutaka kutenda neno lolote. Ndiyo. Isipokuwa kwa shauri lako. Ndiyo msomaji. Ili kwamba wema wako usiwe kama kwa lazima. Ndiyo. Bali kwa hiari. Bali kwa hiari. Maana labda ndivyo sababu iliyotengwa nawe. Kwa muda. Ndiyo maana alitengwa nawe kwa muda. Ili uwe naye tena milele. Ili uwe naye tena milele. Tokea sasa. Tokea sasa. Si kama mtumwa. Si kama mtumwa. Bali zaidi ya mtumwa. Bali zaidi ya mtumwa. Komea hapo msomaji. Komea hapo kidogo. Utanirudia baadaye hapo kidogo. Nisikilize kidogo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kitendo alichofanya Onesimo ndiyo kitendo alichofanya baba yetu Adamu. Halo? Adamu alikuwa kwenye bustani ya Eden akipewa kila kitu alichokitaka. Mungu alimpa utajiri wote, lakini kama ilivyokuwa kwa Onesimo hakuridhika. Akatamani kuwa kama bwana wake. Adamu akatamani kuwa kama Mungu. Dhana ya dhambi ni kutamani kuwa kama Mungu. Kwa hiyo Adamu alitenda dhambi akiwa mikononi mwa Mungu, akiwa amepewa kila kitu. Vile vile na Onesimo alitenda dhambi, alifanya kosa akiwa mikononi mwa bwana wake Filemoni. Alipewa kila kitu, alifanyiwa yote aliyotaka, alitendewa mema yote, lakini hakuridhika, lakini hakutaka, hakuridhika, akaiba, akaondoka. Onesimo anapoiba anakimbilia wapi? Anakimbilia Rumi. Hataki kumuona bwana wake Filemoni. Adamu anapoiba na yeye hataki kumuona bwana wake. Anaposikia Mungu anatembea bustanini, Biblia inasema alikimbia. Alikimbia. Dhambi inatutenga na Mungu, kama ilivyomtenga Adamu, kama ilivyomtenga Onesimo na bwana wake. Akaingia kwenye shida, akaingia kwenye mashaka, akaingia kwenye hali isiyotamanika. Hali ya dhambi imetuweka kwenye mavumbi, hakuna tumaini. Watu wanaugua, watu wanateseka,
maisha yanakuwa magumu, usaliti kila mahali, vitu vimeharibika. Lakini nataka nikwambie, pale bustanini ya Eden, pamoja na kwamba hayo yote yalitokea, bado Mungu alifanya zoezi la kuendesha kafara ambayo ni kipatanisho kati ya Adamu na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Haleluya! Sasa huyu mtu anayeitwa Onesimo anasimama mahali pa mwanadamu mdhambi. Halo. Huyu mtu anayeitwa Paulo anasimama mahali pa Yesu Kristo, na huyu mtu anayeitwa Filemoni anasimama mahali pa Mungu Baba. Filemoni anasema nini? Filemoni anasema kuna sheria inasema mtumwa mtoro auawe, awekewe alama na achapwe viboko. Hiyo ndio sheria. Hicho ndicho Filemoni anajua, maana hawezi kwenda kinyume na sheria ya nchi yake. Huyo ni Filemoni, huyo ni Mungu Baba. Sheria inasema nini? Mwanadamu anapaswa kufa. Lakini hapa katikati kuna Paulo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hapa katikati kuna Paulo anaandika barua, anamwambia Filemoni, na kuandikia barua, nampatia Onesimo, na barua hii inamtambulisha Onesimo na kumpatia utambulisho mpya mbele zako. Bwana asifiwe sana. Haleluya, mkutano. Na kwa hiyo mwanadamu dhambi Onesimo alikuwa Yusuf mwanzoni kwenye bustani ya Eden. Adam akatenda dhambi, akawa Yusuf asiyefaa. Sasa amekutana na Paulo, amefanywa kuwa kiumbe kipya, na Filemoni anamtambulisha, anamwambia sasa anakufa. Haleluya! Na anasema anapokuja kwako usimpokee kama mtumwa, bali mpokee kama mwanao. Wapendwa wanaliluta, ni kweli dhambi imetuharibu ikatufanya watumwa, tumepungukiwa na utukufu wa Bwana. Lakini tunapokwenda mbele za Baba, Yesu anatupa utambulisho mpya. Haleluya! Anasema, Baba, hawa walionipokea wanapokuja mbele zako, usiwatazame kama watumwa, watazame kama wanao. Na hiyo ni habari njema katika pambano. Haleluya! Ya kwamba tunapopewa utambulisho mbele za Baba, hatutambulishwi kama watumwa. Yohana 15 na lile fungu la 14 na lile fungu la 15, Yesu ana haya ya kusema. Usiondoke kwenye Filemoni, lakini kaa kwenye Yohana 15, 14 na 15. Biblia takatifu inasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu. Yesu anasema, anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Mnatenda ni waamuruyo, siwaiti tena watumwa. Wanaliluta. Yesu anasema hatuitwi tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Huu ni upendo mkubwa kiasi gani! Huu ni upendo mkubwa kiasi gani! Anasema kwa sababu ya Kristo sisi sio watumwa tena, sisi ni marafiki wa Baba, sisi ni watoto wa Baba. Haleluya, mkutano. Fungu limeshi lakini nyinyi nawaita rafiki. Ninyi nawaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Haleluya, mkutano. Kwa hiyo Filemoni anapewa barua, anaambiwa ni kweli umeiba, unastahili kufa, unastahili kuadhibiwa, lakini ukiwa na hii barua, identity yako imebadilika. Bwana asifiwe sana. Ndivyo tunavyoambiwa leo. Ni kweli tu katika hali mbovu, tumetenda dhambi, tumekuwa waovu. Kila tendo tunalotenda limejawa ubinafsi. Hata la kuchangia tu mchango wa harusi, unachanga ili na wewe kitokea akuchangie. Sababu yako ni ya kibinafsi, yaani sababu yenyewe ni dhambi. Tumeharibika. Ama nitoe tu na mimi hata nionaje, yaani sababu yenyewe ni uovu. Tumeharibika. Lakini pamoja na kuharibika huko, tunapewa utambulisho mchana wa leo ya kwamba kwa sababu mmeamini katika Kristo, hamtaitwa watumwa tena,
hamtaita watumwa tena, bali mtapokelewa mbele za Baba kama wana. Haleluya. Twende kwenye Filemoni, urudie lile fungu lilokuambia ulirudie. Twende. Maana labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda. Twende msomaji. Ili awe nawe tena milele. Ndiyo msomaji. Tokea sasa si kama mtumwa. Tokea sasa si kama mtumwa. The new identity. Bali zaidi ya mtumwa. Bali zaidi ya mtumwa. Ndugu mpendwa. Ndugu mpendwa. Kwangu mimi sasa. Kwangu mimi sasa. Hey. Kwangu mimi sana. Hey. Na kwako wewe zaidi sana. Na kwako wewe zaidi sana. Haleluya. Katika mwili na katika Bwana. Yesu ananyosha mikono yake mbele za Baba, anamwambia Baba, tazame Masunga huyu, tazame Joshua, tazame Alex, tazame mzee huyu Obonyo, mtazame, watazame hawa. Ni kweli staili yao ni kifo, lakini nawapa utambulisho mpya. Haleluya. Ukimbia Wakorinto wa pili 5:17 na 21. Wakorinto wa pili 5:17 na 21 mchana wa leo. Twende msomaji. Wakorinto wa pili 5:17 na lile fungu la 21. Twende. Hata ikiwa imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo. Hata ikiwa mtu, Onesimo sasa amekutana na Paulo, amebadilisha identity. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo, yani mtu akiwa ndani ya Kristo, you in Christ. Mtu akiwa ndani ya Kristo. Twende msomaji. Amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Yani anahesabika kana kwamba hana doa lolote mbele za Baba. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Yamefanywa kuwa mapya. 21. Yeye asiyejua dhambi. Yesu asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Yesu, hebu sikia hii mechanism. Yeye asiyejua nini mkutano? Dhambi. Akafanywa kuwa nini? Sasa ngoja nikwambie, hiyo dhambi alifanywa kuwa dhambi, maana yake alipewa dhambi zote ziwe za kwake. Nimesema dhambi ngapi? Zote. Hata ambazo hakuwahi kutenda akapewa zote, za ulimwengu mzima, mpaka ushoga ukahesabiwa juu yake. Kila kitu kikawekwa juu ya Yesu, akafanywa dhambi. Twende msomaji. Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Ili sisi. Haleluya. Yeye amefanywa dhambi ngapi? Zote. Ili mimi na wewe tufanywe haki ngapi? Yote. Kwa hiyo mimi na wewe, kwa sababu ya Kristo, tumefanywa haki. Maana ya kufanywa haki ni kuonekana kana kwamba huna kosa lolote, lakini sio wewe, bali Yesu ametazamwa badala yako. Huo ni ushindi tulionao katika Kristo, ya kwamba Mungu atamtazama Kristo mahali petu. Malizia msomaji. Filemoni. Filemoni 17:1-17. Twende. Basi kama ukiona mimi kuwa mshirika nawe. Unasikia sentensi anayoitamka Paulo? Anamwambia nani? Filemoni, kwamba ukiona mimi ni mshirika wako. Yaani kama Yesu anamwambia Baba, mimi ni mwanao. Ukiona mimi ni mshirika wako. Malizia. Mpokee huyo kama mimi mwenyewe. Haleluya kanisa. Yesu anamwambia Baba, kama mimi kweli ni mwanao, kama kweli mimi ni mshirika wako, wapokee hawa niliowakomboa. Haleluya. Hiyo ndio Onesimo anapewa barua imeandikwa. Anaambiwa Filemoni, anaambiwa na Paulo, Filemoni, kama kweli mimi ni mshirika wako, ninaomba mpokee huyu kijana kama mimi mwenyewe. Maana yake ni nini? Akija usimuone yeye, nione mimi. Ukimuona yeye ni mwizi huyu, ukimuona yeye ana shida, ukimuona yeye utakumbuka mabaya yake.
lakini akija usimuone yeye, bali unione mimi. Haleluya! Hii huwezi kuelewa hii. Hebu njoo hapa. Wale ambao mkuepo hamwezi kuelewa. Njoo na kiti chako tu, wala usio na wasiwasi. Hapa hivi. Kaa hapa. Filemoni, wahi haraka. Filemoni, kaa hapa. Filemoni, kaa hapa. Geuka huku Filemoni. Hapa. Mmemwona Filemoni hapa? Jamani, Bwana asifiwe sana. Alafu na wewe njoo sasa, haraka wewe. Haraka. Huyu ndio Onesimo huyu ndio Onesimo. Bwana asifiwe sana. Huyu ndio Onesimo. Unajua mzee Metusela, wewe una jina kama la kwangu, lakini sijakutolea mfano. Njoo. Mmemwona Filemoni? Mmemwona Onesimo? Umemwona Paulo? Paulo anasema huyu bwana Onesimo akifika usimuone yeye, bali hapa. Bali unione mimi. Umemwona Filemoni? Haleluya. Akija huyu mwizi, halo. Haleluya. Pastor Joshua anasema ni mwizi. Akija huyu mwizi, Paulo anamwambia akija, macho yako, akili yako na moyo wako achana na mwizi, nitazame mimi. Haleluya. Hiki ndicho Baba anamwambia, hiki ndicho Yesu anamwambia Baba, wakija hawa kina Masunga hawa, wakija hawa kina Mwalimu Makachayo hawa wafimbo, wakija hawa usiwatazame wao, maana ndani yao bado wana shida. Halo. Ili ujue una shida wewe hapa sasa hivi, nenda washroom, alafu kute kiti chako kimekaliwa na hivi watu wamejaa, hakuna viti. Na ni Sabato na ubiri linaendelea. Halafu huyu aliyekaa unamwambia, samani, hiki kiti kilikuwa changu. Halafu akwambie ulikinunua. Kile utakachokifanya kule ndani ndio kinakwambia wewe ni mbaya kiasi gani. Utakuwa na hasira. Na katikati ya wiki tulisema ukijikwaa kwenye moja, umejikwaa kwenye mangapi? Zote. Hiyo chuki tu utakayomchukia huyo mtu, bana yake ni uzinzi, na hujawaheshimu baba na mama, na umeua, na umejifanyia sanamu ya kuchonga. Maana umejikwaa kwenye moja, umejikwaa juu ya yote. Ndio Paulo anasema, ndio Yesu anasema, Baba, ili mradi wameniamini hawa na wamejitoa kwangu, ndio nawatengeneza, lakini wakija mbele zako usiwaangalie wao, niangalie mimi, kwa sababu mimi sina uchafu hata kidogo. Na hicho kitendo kinaitwa kuvikwa haki ya Yesu. Amen. Haleluya. Na kwa hiyo Filemoni anasema sasa, tangu leo acha mawazo ya wizi wa huyu, nitazame mimi. Ningehubiri tafadhali. Haleluya. Malizia msomaji, malizia hiyo kisa hiyo 18. Na kama amekudhulumu, kama anadaiwa, si unajua huyu anadaiwa huyu, na unajua anadaiwa kila kitu huyu anadaiwa. Paulo anasema sasa, kama amekuibia, na unajua Paulo anajua ameiba. Malizia msomaji. Au unamuia kitu, au unamdai kitu, ukiandika hicho juu yangu. Alilipa bei na wewe naye, the gospel, dhambi tiawa ali yaani chochote unachomdai huyu hana uwezo wa kulipa. Mimi nimekutana naye huku Rumi, ameisha, amechakaa. Chochote unachomdai kihesabu juu yangu. Si ulisema usiue? Ndio. Na huyu akijikwaa kwenye moja, amejikwaa kwenye yote, kwa hiyo bado ni muuaji. Nitazame mimi, sina uuaji. Haleluya. Si ulisema uheshimu baba na mama?
Lakini huyu akichukua tu kamkate kubwa kwenye meza ya Bwana, ameshaua, hajaheshimu baba na mama. Mmenielewa nilichokisema? Mashemasi wanapopita, si unaangalia kakikombe kale kalikojaa kwenye meza ya Bwana, kwenye Lord's Supper. Unataka vile vikombe vilivyopungua nani achukue? Si wewe, ni mbinafsi. Kwa kufanya hivyo hujawaheshimu baba na mama, umeua, umefanya kila kitu. Anasema huyu sasa, kama unamdai chochote, mimi nina malipo matakatifu kwa ajili. Unajua shetani hataki watu wasikie hii, lakini mmeshasikia na mmeokolewa. Amen. Unajua mimi nawaambia ukweli, silaha pekee ambayo shetani anayo na ameificha ni watu kutokujua ukweli wa Injili na wokovu. Na kwa hiyo watu wanaishi kwenye mashaka hivi, kama wanaviziana na Mungu hivi na mimi nitaingiaje? Yaani tumefanywa tuishi kwenye mashaka. Na mimi Mungu nimemwambia, kabla sijafa nipe mafunuo ya kuwafungua watu wako. Amen. Wakutumikie kwa furaha. Amen. Na kama wakielewa sasa, wakachagua kukuasi, wamechagua wenyewe, lakini ukweli wa wokovu wameelewa. Anasema kama kuna chochote unamdai, mimi ninalipa. Sijui niwaambie, si mtaelewa? Niwaambie mtaelewa. Kwenye Agano la Kale, mtu alikuwa akitenda dhambi, si anapeleka mnyama. Ukitenda dhambi leo, unapeleka mnyama tena leo. Ukitenda kesho, unapeleka mnyama kesho. Ukitenda kesho kutwa, unapeleka mnyama kesho kutwa. Wale wanyama wanawakilisha nani? Si Yesu. Na ilikuwa lazima kumwaga damu, maana Waebrania anasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la nini? La dhambi. Aha, kumbe damu ni utakaso wa dhambi. Swali, Waebrania anasema Yesu alimwaga damu yake mara ngapi? Waebrania anasema Yesu alimwaga damu yake mara ngapi? Kwa hiyo alisamehe dhambi ngapi sasa? Kwani mimi leo nikitenda dhambi, ili nisamehewe, anahitaji kumwaga leo tena damu huko aliko? Maana yake ni nini? Kumbe kifo chake kilisamehe dhambi za juzi, za leo na za milele. Kwa hiyo msamaha wako wa dhambi za kesho sio kwamba Yesu atakufa tena, ule msamaha upo. Lakini ili uhesabiwe kwako huo msamaha, lazima uudai. Yaani kumbe wale wanaojikuta wametenda dhambi wanasema basi bwana, mimi Mungu amenikatia tamaa. Hawaelewi kwamba ule msamaha upo. Maana Waebrania anasema alitoa toleo ngapi? Moja. Akasafisha dhambi ngapi? Zote. Utakapomuelewa Yesu na alichokifanya, ndipo Ukristo wako utabadilika. Hivi nitasamehewa kweli? Msamaha upo, ni wewe kudai kwa imani na kuomba nguvu ya kutokumuudhi tena huyu aliyekupenda kiasi hicho. Malizia msomaji. Mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe. Tulisema barua mwishoni na ina jina la mwandishi. Halo, Paulo anasema sasa, mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe. Mimi nitalipa. Sikwambii kwamba nakuia hata nafsi yako. Sasa naomba koti lako mzee. Valishe Onesimo. Vaa Onesimo, vaa. Sasa Onesimo anapoonekana mbele za Filemoni, ana utambulisho mpya. Haleluya. Onesimo akiwa njiani, Onesimo akiwa njiani, watu wanamwambia Onesimo, where are you going? Unaenda wapi Onesimo? Unaenda kwa Filemoni, utakufa wewe. Si unajua sheria inavyosema
Onesimo anasema nyie hamjui tu. Haleluya. Haleluya. Hivi hakuna mtu mwenye bahasha? Anipe tu bahasha. Nipe bahasha tu ya matoleo. Hiyo bahasha tu. Shemasi imeenda wapi? Ameshika barua huyu baba. Ameshika barua. Ameshika nini huyu? Barua. Wanamwambia wewe ujasiri unakwenda wapi? Kwa Filemoni. Si uliiba wewe? Ndio. Na unajua mji wote huu umetangaziwa wewe unatafutwa. Ujasiri wa Onesimo unatoka wapi? Anasema nina barua mkononi mwangu. Nina barua mkononi mwangu. Hii barua inawakilisha nini? Barua inawakilisha imani kamili katika Kristo. Usalama wetu ni imani kamili katika Kristo. Imani sio yumba. Acha kuwa na imani ya usanii. Imani iliyojitoa ndio usalama wetu tunapomwendea Filemoni. Ndio usalama wetu tunapomwendea baba. Maana tumekosa. Tukienda bila barua tumekwisha. Lazima tuwe na imani. Barua. Ukimuuliza huyu anasema ninamwamini sana Paulo ameniandikia barua, na hii ndiyo imani. Anatembea. Si utembee sasa Onesimo. Watu wanamwambia wewe acha kwenda huko, anasema no. Nina ujasiri. Wewe unautoa wapi ujasiri? Ndio tunaimba tunasema nikiitwa hukumu. Ati ana ujasiri anaenda hukumuni. Roho nini? Kwa nini una amani? Amevikwa vazi la Kristo. Yake na hofu kwake Yesu ndiye mwamba. Anapofika Filemoni anasimama, anamkumbatia Onesimo. Huyu aliyekuwa anamtafuta kwa matangazo, mpaka matangazo kwa church board, anapomuona wale wenye kimbelembele wameshaenda huko kumwambia amejileta mwenyewe. Anapofika cha kwanza anakabidhi barua. Anapoisoma ndipo Filemoni anasema very sorry my son. Pole sana, karibu nyumbani. Baba atatukaribisha nyumbani. Atatukaribisha nyumbani. Amen. Ni kweli tulikuwa mikononi mwake, tukapotea, lakini Yesu akafanyika mbadala wetu, akatuokoa, na kwa hiyo tunapokelewa kama washindi. Na Ellen White ana haya ya kusema ninapomalizia. Sasa ukivua koti umekwisha. Ukivua koti, Filemoni akikuona umeisha. Ellen White anasema kwenye Review and Herald ya mwaka 1910 anasema, kwa njia ya manufaa ya kafara ya Kristo tunaweza kusimama mbele zake Mungu tukiwa safi bila mawaa, dhambi zetu zikiwa zimelipiwa fidia yake na kusamehewa. Mwenye dhambi aliyekombolewa akiwa amevikwa mavazi ya haki ya Kristo. Si ndio nimemwambia asivue hilo vazi? Haleluya. Alafu anasema mwenye dhambi huyo anaweza kusimama mbele za Mungu anayeichukia sana dhambi, akiwa ametimilika kwa wema wa Mwokozi wake. Tunataka nini tena? Tunataka nini tena? Huyu Yesu aliyenipenda hivi ndio najipeleka kwenye zinaa kwa makusudi ili nimuudhi?
Huyu Yesu aliyenipenda hivi, anayenipa mshahara na kazi na kila kitu, alafu ndio nakula na zaka yake. Huyu aliyenilinda mwaka mzima, inapofika saa ya shukurani ndio nampimia kwa jicho la ambalo halioni. Anatushangaa sana, lakini anatupa nafasi nyingine. Mchana wa leo, ikiwa moyo wako nasema Yesu, nimekuelewa, nisaidie tu nijitoe kwako, ndio sadaka nayoweza kuifanya. Inua mkono wako juu, simama pamoja na mimi. Yesu ni mshindi, ameshinda. Wanaliruta satellite, Yesu ameshinda, na ushindi wake unahesabiwa kwetu. Nataka nitoe wito wa pekee sasa, na leo kwaya zote mtafanya ile kazi nzuri, kwaya zote zilizoko hapa, hata na wazee wa kanisa hamtanyamaza. Nataka nitoe wito, wale ambao wanasema mimi sijabatizwa, lakini natamani kuvikwa vazi la haki ya Yesu, ili Baba anaponitazama asinione mimi, amuone Kristo. Mahali popote ulipo katikati ya mkutano, tembea uje mbele. Waimbaji, wasaidieni watu, siwezi kuona vizuri. Hata ningewaambia mnyanyue mikono yenu, lakini siwezi kuona. Waimbaji, tafadhali fanyeni kazi yenu, zungukeni. Na waimbaji wa kwaya ya Riruta pia, ninyi ni wenyeji, zungukeni katika mkutano, wala msipite njia moja, njia ni nyingi. Watieni nguvu watu wa Mungu. Yeyote ambaye hajabatizwa leo, tembea uje mbele kwa jina la Bwana. Ni ngumu kuikana kafara ya Kristo iliyotuhakikishia uzima bure. Wale mliojitoa katikati ya wiki, na yule dada anayemjua huwa anakuwa wa kwanza, na atembee kuja mbele. Tembeeni mje mbele. Pokeeni baraka za Bwana. Pokeeni baraka za Bwana. Ni cha kutumaini sina ila damu ya Yesu. Waimbaji wanapongoza wimbo huo, cha kutumaini sina ila damu ya Yesu. Sina wema wa kutosha. Onesimo, una wema gani? Onesimo anasema sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuzifuta, lakini kwake nasimama, kwa sababu yeye ndiye mwamba, ni salama katika yeye nahesabiwa haki. Tembeeni mashujaa wa Bwana. Wote ambao wanatamani kubatizwa, tembeeni mje mbele. Mkutano ni mkubwa, tembeeni mje mbele. Wapeni nafasi. Muulize uliyekaa naye jirani, je, umebatizwa? Muulize hilo swali, je, umebatizwa? Akisema bado, mtie moyo, mshike mkono, njoo naye kwa imani. Bwana wabariki sana mashujaa. Tembeeni mje kwa Bwana. Asanteni sana. Yesu anasema, yeyote atakayenionea aibu mbele za watu, nami nitamwonea aibu mbele za Baba. Tembeeni mje. Asanteni mashujaa. Tembeeni wote ambao hawajabatizwa. Haujabatizwa ubatizo wa maji mengi katika imani hii ya kweli ya Biblia. Tembea uje mbele. Zangu kuziosha. Tembeeni mje mbele. Kama hujabatizwa njoo. Haujabatizwa njoo. Yesu anakuita. Mwamba ni salama. Waleteni vijana miaka 12, waleteni wabatizwa. Waleteni vijana, wampe Yesu moyo yao. Watawapa wazee wa kanisa mikono, lakini mioyo yao watampa Yesu. Tembeeni mje. Yesu asimama, yeye mwamba ni salama. Tembeeni kwa Bwana. Yeye mwamba ni salama. Hata tembeni vijana miaka 12, Yesu anawaita kufanya maamuzi. Miaka 12, 13, 14, njoni. Simcheleweshe Roho Mtakatifu, anataka kufanya kazi na nini.
Tembea kwa jina la Bwana. Bwana awabariki sana. Tembeeni. Bwana awabariki sana vijana. Jana Bwana awabariki. Fanyeni maamuzi kwa ajili ya Yesu. Atawatia tu nguvu, hatawaacha. Atashikilia imani zenu. Tamaliza sekondari, tamaliza vyuo, maana mmebatizwa katika yeye. Njoni. Sadaka tegemea daima yote. Tembeni mbele yakiisha Mwokozi aja. Usikae karibu na mtu ambaye hajabatizwa. Tie moyo. Asimama ndiye mwamba ni salama. Njoni kwa Yesu, njoni kwa Yesu, njoni kwa Yesu. Ngoja niwaambie kabla wimbo hujaendelea, nataka niwaambie Yesu amefungua mlango wa wokovu kwa ajili ya kila mmoja. Najua kisa kimoja kwenye nchi ya Poland. Poland sio mbali kutoka Ujerumani. Yale maeneo ni maeneo ya baridi kali. Hapa Nairobi hakuna baridi, hata ingefanyeje haifikii. Yale maeneo yana baridi kali kwenye kijiji kimoja kule nchini Poland. Wakati wa batizo wakiendelea kuja, tembeeni napoongea. Katika nchi ya Poland hiyo, zile familia zinawasha majiko ya moto. Usipowasha moto, mnaweza mkapoteza maisha familia nzima. Baridi kali. Kwenye familia moja, jiko likawa limeharibika. Yuko baba, yuko mama na watoto wake 3. Jiko limeharibika, baridi linazidi, hali ni mbaya. Ndipo baba akaita familia yake akawaambia, sikilizeni familia yangu, lazima nipambane kwa ajili ya familia yangu. Wakamwambia, baba unataka ufanye nini? Baba unataka ufanye nini? Baba akasema, nitaenda kwenye nyumba ya jirani kwenda kuomba vifaa vya kurekebishia jiko langu. Nitaenda. Wakamwambia, baba baridi ni kali, ukitoka nje utakufa baba utakufa ukitoka nje. Tembeeni wabatizwa mnapokuja, tembeeni wote. Yule baba akasema, hata kama italazimu kufa kwa ajili ya familia yangu nitakwenda. Baba akavalishwa makoti makubwa, inazidi hata ile mzee Obonyo amenipa hapa, makoti makubwa. Akavalishwa yule baba, akavaa makofia mazito kichwani, akavaa maviatu makubwa, akaanza kutembea katikati ya lile baridi la Poland kwenye kile kijiji. Anatembea, nguvu zinamwishia, lakini anatembea mpaka akafika kwenye nyumba ya jirani. Haleluya! Akajieleza. Alipojieleza wakampatia vifaa, lakini wakamuuliza, utarudije? Mbona hali ni mbaya? Anasema, kama nilivyokuja nitapambana, nitarudi. Mzee huyu wakati anarudi, nguvu zinamwishia njiani, nguvu zinaisha njiani. Anapambana, anatembea. Anapofika karibia na lango la nyumba yake, anasukuma mlango kwa nguvu, anarusha vile vifaa, anaita mke wangu, wanangu, wanakuja kumvuta baba yao. Anapofika, baba amepoteza maisha, lakini vile vifaa vimefika, na mama alijua namna kuvitumia. Akatumia vile vifaa, akakoroga, wakawasha ule moto ukawaka, wakaokoa familia. Lakini baba maisha yake yalikomea hapo. Maana yake ni nini? Yesu, tafadhali waimbaji subiri kidogo. Yesu amefanya yote kwa ajili yetu. Alikubali kuriski maisha, akasema acha nife. Na wengi hamjui, tunaposema mshahara wa dhambi ni mauti, ni mauti ile ya milele, sio hii tunayokufa leo. Yesu alikufa mauti ya milele kwa ajili yako. Alichagua atengwe na Baba milele. Wakati wimbo unaendelea kuimbwa, wale ambao bado wanasita lakini wanataka kufanya maamuzi, tembeeni. Na karibu sasa, naachia maiki hii, nampa mchungaji. Yeyote mwingine ambaye anatamani kuja, wimbo unapoimbwa, tembea uje mbele. Mungu wetu, yeye
Nani wa mwisho? Nani wa mwisho? Tembea kwa Yesu. Nani wa mwisho? Macho yangu hayaoni vizuri, lakini nani wa mwisho? Nani angependa kutoa moyo wake kwa Yesu? Nani wa mwisho? Asante waimbaji, asante waimbaji, asante waimbaji, asante waimbaji. Ngoja niwaambie nani mwingine. Asante dada. Nani mwingine anataka kuweka rekodi ya wokovu moyoni mwake, kwamba wimbo uliimbwa ukaisha, wakati wote wamenyamaza kimya, Roho wa Mungu ndiye akanikumbusha ya kwamba na mimi niende? Nani huyo mwingine mmoja ambaye anasema karibu wito ulikuwa unaisha, lakini Mungu akaniambia lazima na mimi niokolewe? Nani mwingine huyo mmoja anayetaka kuweka rekodi kwamba niliitikia wito mwishoni, karibu na mlango kufungwa, lakini Bwana akanipokea? Nani huyo mmoja? Ubeti wa pili unapoimbwa, tunakungoja wewe, na baada ya ubeti huu hakutakuwa na ubeti mwingine, tutakomea hapo. Pastor atazungumza kidogo, na pasta wetu kutoka hapa conference, Pastor Mutugi atatupatia ombi, la kutuweka wakfu kwa Bwana. Nani huyo wa mwisho sasa? Nani huyo shujaa anayesema nilikuwa wa mwisho kutoka, lakini Bwana akanikubali? Nani huyo? Kama kuna mtu mmoja bado hajatoka, nani huyo? Nani huyo anayesita? Tembea uje kwa Bwana, tembea uje. Karibu wimbo unaisha sasa. Tazama wimbo unaisha kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Wimbo unaisha sasa, wimbo unaisha. Asante waimbaji, asante waimbaji, asante waimbaji. Nani anayesema hata wimbo uliisha pakawa na ukimya, lakini nilienda? Nani huyo mmoja anayesema wimbo uliisha pakawa na ukimya, lakini nilienda? Nani huyo? Pastor Joshua. Hawa ni watu wako Pastor. Kama una lugha yoyote wanaweza kukuelewa, mimi maneno yangu yameishia hapo. Kama kuna mtu mmoja anaweza kukuelewa kwa lugha utakayozungumza kwa ajili ya wokovu, umuite tu mchungaji. Wapenzi wa Bwana, Maranatha. Wangapi wanazidi kubarikiwa jamani? Wangapi wanazidi kubarikiwa? Bwana asifiwe. Salimia mwenza kumwambia Yesu ako na haja na wewe. Hujamsalimia bando, hujamsalimia mwenzako bando. Hiyo sauti ina nguvu sana. Mwambie Yesu Kristo ana haja na wewe. Wapendwa, wakati Yesu anaitana, mara nyingine tunajiuliza maswali mengi sana. Mara nyingine tunashindwa kuelewa hana maanisha nini. Amesimama akikuwakilisha na akiniwakilisha. Hatuna muda mwingine duniani wapendwa. Iki sio kile kipindi cha kuahirisha maamuzi kwa Yesu. Wengi tuliokuwa nao hapa makambi iliyopita sasa wapo. Hakuna ajuaye ya kesho. Mara nyingi tunakawia sana kufanya maamuzi yetu kwa Yesu. Tunakawia sana kurudia yale mambo ambayo yametufunga na yanatutenganisha na Yesu Kristo. Ukiangalia mtizamo wa dunia, ukiangalia vile dunia inavyoelekea, utahakikisha ya kwamba Yesu Kristo yu mlangoni anarudi. Hatujui siku wala saa. Lakini hata ukiangalia kwa mataifa, utasikia maredio na matv yakielezea ya kwamba dunia tunayoishi sio ile dunia ilitumainiwa. Dunia yenyewe, mataifa wanakiri ya kwamba kuna shinda duniani. Kama mataifa wanakiri ya kwamba kuna shinda duniani, Wakristo wenzangu, sisi tunahitaji kupiga tarumbeta ya kwamba sio tu shinda, bali Mwokozi anashuka. Bwana asifiwe.
Sijui kama kuna mtu amebaki ana sita moyoni mwake, bado anaona kana kwamba hana nafasi. Bwana asifiwe. Bado anafikiria ya kwamba kesho ndio siku atakaojitoa. Bado anafikiria makambi yajayo, nitajiandaa. Bado anafikiria mwezi ujayo, nitajipanga. Nikiwa ninahubiri nchi ya Kongo, ninakumbuka mzee mmoja alikuwa kwa mkutano kama huu, na wito kaitwa, lakini ndani ya moyo wake akajihisi ya kwamba hayupo tayari, na akajiambia moyoni mwake ya kwamba basi nitajiandaa kwenye mkutano wa makambi ujayo. Na mzee akabaki ameketi pale. Baada ya makambi, mwanzoni wa mwaka, kumbe mzee amegonjeka, na amegonjeka diabetes imemkura kabisa. Mzee akaenda hospitali akalazwa. Amekaa hospitali miezi 6. Ako hospitali kwa kitanda. Siku moja ndio mzee wangu wa kanisa kaniambia, Pastor Joshua, unakumbuka wakati ulikuwa unahubiri makambi, kuna mzee alikuja kukusalimia na akasema yeye anataka ajiandae ubatizo kwa makambi yajayo. Nikamwambia ninakumbuka huyo mzee. Akanambia mzee anakuhitaji kwa hospitali. Mzee yuko hospitali miezi 6 sasa. Haamuki, atembei, amewekewa oxygen, mapavu yake yote yamekwisha. Nikafika hospitali, nikakuta mzee yumo kitandani, lakini ni kama hayuko, maana mwili wake hauonekani hata kwa kitanda. Mzee aliponiona, sauti yake ikamrudia, akapatwa na nguvu, akanyosha mkono wake akitetemeka, akanishikilia, akaniambia, Pastor Joshua, mchungaji kijana wangu kutoka Kenya, nimetumana ukuje, ninalo jambo moja pekee. Pastor Joshua, niambie, ninaweza nikabatizwa? Nilipoangalia naye tamani kubatizwa, hawezi kanyanyua mkono, hawezi kanyanyua kichwa, hawezi kanyanyua mwenyewe. Nikamwambia mzee, nitakubatiza. Nikaita daktari, nikawauliza sasa tutafanyaje? Daktari wakasema hapa nyuma yetu kwa hospitali kuna swimming pool kwa hapo, na kwa hivyo tunaweza kukuandalia umbatize. Nikawauliza daktari, kuna njia yote ambayo mkimwangalia afya yake? Daktari mmoja kanita pembeni akaniambia, Pastor, kiukweli tu nikwambie ukweli, wewe ni mchungaji, huyu mgonjwa hana maisha, amebakisha masaha. Mzee tuliyekuwa naye tukapigia wazee wengine. Basi kwa sababu ilikuwa mwendo wa jioni saa 3 usiku hivi, tukasema basi kesho asubuhi tuende tujiandae. Tukaambia daktari waandae, waambie wale wafanyikazi pale wataandalia pale kwa ile maji. Tukaenda nyumbani saa 9 asubuhi, nikapata simu ya daktari, na asubuhi saa 2 tulikuwa tumekubaliana tunakutana kumbatiza saa 9 usiku asubuhi. Daktari akanambia, Pastor, nimekupigia simu nikwambie samahani, yule mzee amelala. Sijawahi sumbuka maishani mwangu kama kipindi hicho, lakini baadaye nikajua ya kwamba Mungu anapotupatia nafasi hiyo tunahitaji tuitumie, maana nafasi iliyo mbele haipo mikononi mwetu. Mshike mkono jirani yako, mshike mkono jirani yako, mwangalie jirani yako, mshike mkono jirani yako, mwambie rafiki, leo kwenye makambi haya ndiyo nafasi yako ya kujenga imani. Asante wale ambao tumejitoa na kumkubali Yesu Kristo, tujivike haki yake, tumutegemee Yesu Kristo mpaka atakaporejea. Wale ambao tuliomkubali Yesu Kristo kitambo, tuendelee na kumtegemea mpaka atakaporudi. Ikiwa kuna mmoja amebaki, tungeomba tu kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Deni lako limelipwa, kila kitu kimefanyika. Unahitaji tu kusema
wacha nibebe haki ya Kristo kama barua. Kwa hivyo tutaamini ili tuweze kuomba, alafu ndio tuweze kufanya maandalizi kwa ajili ya watakao batizwa. Asante. Nafikiri kuna mmoja anayekuja huku. Mami, Mungu akubariki, nipe mkono, mupe maisha yako. Bwana asifiwe. Jambo ambalo amelifanya huyo is the greatest ever. It's the greatest ever. It's the greatest ever. Najua mtu anaweza pigana na roho yake, nitoke, nikibatizwa nitatenda dhambi tena, nikibatizwa nitafanya. Lakini anayekuita anakuambia yale yote unaogopa, nimekupatia barua mkononi. Enda tu peleka hii, useme ni mimi nimeandika. Na yale yote unaogopa hayatakuwepo. Nilifurahi wakati niliona Pilemoni amemkumbatia Onesimus hapa, nikasema what? Hivi ndivyo Yesu alivyonikumbatia nikiwa kijana mdogo. Na mpaka wa leo sijawahi ulizwa hizo deni tena. Na niliwaambia mimi huwa hata sikumbuki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuamini na tuombe. Ewe mtakatifu Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, tunapotazama vile ambavyo ulifanya msalabani, sisi tulikuwa tunadaiwa, deni letu umelilipa. Sisi tulikuwa wakupotea milele na milele kwa sababu ya hukumu ya kifo, lakini wewe ukafa kwa niaba yetu. Sisi tulikuwa wakudharauliwa milele, lakini Bwana ukatuvika utukufu na neema yako. Siku ya leo tumesimama hapa tukiomba katika makambi haya. Ebu kila mmoja kuanzia leo na kuendelea atembee akiwa amejivika haki yako Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, hata tuliokuja hapa tukiwa na matatizo ya aina ya dunia hii, Bwana ninaomba kwa neema yako Yesu Kristo, tunapotoka pale nje, ulimwengu hautatuona lakini ukutazame wewe. Tutakapoenda kutafuta ile kazi, ni ahadi yako imesema tukitafuta tutapata. Ni ahadi yako imesema tukibisha tutafunguliwa. Bwana tunaomba neema hiyo iandamane pamoja nasi. Ninaombea familia ambayo haikuwa na amani, lakini Bwana katika makambi haya amenena moyoni mwake, ndilo ombi lake. Ninaomba Bwana familia hiyo ukaipe amani katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba yule ambaye Bwana ajui watoto wataenda shule namna gani, ajui renti yake italipwa namna gani, ajui chakula kitapatikana namna gani, leo kwa jina la Yesu Kristo, Bwana ninaomba kwa neema yako, kwa haki yako Bwana, hebu kamtembelee. Maana wewe utupatii tu uzima wa milele, lakini unashughulikia hata maisha yetu tukiwa hapa duniani. Bwana ninaomba ukawatimizie katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu, ninaomba ya kwamba hapa kuna kijana ambaye yuko kwenye mahusiano, hajui yatatokelezea wapi, hajui aende ama asiende, hajui arudi nyuma ama asirundi. Bwana, hapa kuna mama hajui kama atoke kwa ndoa ama akae. Ninaomba Bwana mahusiano hayo ukajaimarishe katika jina la Yesu. Jifunue kwao na Bwana ukawape jawabu. Ninashukuru kwa ajili ya mtumishi wako ambaye ametoa neno. Wale wote upande huu wamesikia neno hilo na wameliitikia siku ya leo, na kwa ujasiri Bwana wamechukua miguu yao kuja hapa mbele. Bwana naomba kuanzia leo ukawapokee, wakazaliwe upya ndani yako Yesu Kristo. Ninaomba kuanzia leo na kuendelea maisha yao yanaanza upya. Ninaomba majina yao yaandikwe katika kitabu cha uzima.
Ninaomba wabatize saa hii na Roho Mtakatifu. Wanapobatizwa tu kwa maji, itakuwa ni ishara ya kusema mimi nimekufa na nimefufuka pamoja na Yesu. Bwana wetu, tunaomba wale waliobatizwa zamani wakaweze kuwashika mkono, wakaweze kuwa kielelezo Bwana, ili watoto hawa wadogo wa imani, ninaomba hawatarudi nyuma. Ninaomba Bwana, matatizo hayatawarudisha nyuma. Ninaomba Bwana, hata mibaraka haitawarudisha nyuma. Siku ujapo mara ya pili, kundi hili litaonekana katika ufalme wako. Asante Yesu kwa kusikia ombi letu, na ni katika jina la Yesu Kristo na zote tuseme amen. Bwana wabariki sana. Mkutano, Bwana wabariki sana. Mimi sitahubiri tena, lakini neno moja tunawachia. Ishikilie sana hiyo barua, ndio usalama wetu. Imani iliyo hai katika Kristo Yesu itupayo kuvikwa haki yake. Asante sana mchungaji, tunasemaje? Amen. Mungu atubarikie sana. Wazee wa kanisa, nafikiri majina ya hawa itakuwa muhimu yakichukuliwa, kwa sababu tungependa kuhakikisha ya kwamba tunataka kuhakikisha ya kwamba tunajua ni nani na nani amebatizwa, wa kutoka wapi, na tunaweza mpata namna gani. Ninajua kuna wale waliokuja. Wangapi walikuja wakiwa wamejiandaa kwa ubatizo? Hebu inua mkono kama ulikuwa umejiandaa. Na ulikuja na nguo ya kubadilisha. Sawa sawa. Wangapi hawakuwa wamejiandaa, lakini Mungu amekuzungumzia leo na ungependa ubatizwe leo? Inua mkono wako juu. Wonderful, wonderful. Nyinyi wote tutawapatia ngauni za kuvaa. Utabatizwa nayo, alafu ukitoka utoe ngauni, alafu uvae hiyo yenye umevaa saa hii, kwa jina la Yesu. Hiyo si ni vizuri? Hakuna mtu tunataka shetani amwambie rudi utabatizwa tena. Siku ni gani? Ni leo. Siku ni leo. Hakuna kusema rudi utabatizwa tena. Siku ni leo. Sasa ningependa tufanye ahadi yetu na Mungu. Ningependa tufanye ahadi yetu na Mungu, kwa sababu unapoenda kubatizwa ni ahadi unafanya na nani? Na Mungu. Na ahadi hizi zitaandikwa katika certificate yako utakaopewa ya ubatizo. Kwa hivyo ukisahau utakuwa unaenda pale nyuma unasoma. Na si ahadi hizi hutazitunza kwa nguvu yako. Umeona Onesimus alipewa barua? Umepewa imani ya nani? Ya Yesu Kristo. Kila wakati ukilemewa unamwambia Yesu fanya nini? Nisaidie. Unamwambia Yesu fanya nini? Nisaidie. Tuko tayari? Asante. Kama tuko tayari, tutafanya hivyo, alafu utapewa kikaratasi ambapo uhakikishe jina lako limeandikwa. Maana lisipoandikwa hatutajua kukupatia certificate. Na hiyo certificate ni muhimu sana, ili mchungaji wako aweze kujua mahali huko, akutembelee. Wazee wa kanisa wajua utakuwa unaenda kanisa wapi. Hebu nione kama miongoni mwetu kuna mtu akuwa anaenda kanisa la SDA